I say movie inaanza katika jumba kali sana la kifahari jijini Lagos, Nigeria. Kuna jamaa mwenye nyumba anaitwa Davis na mke wake Aria. Mara kuna kijana mwingine anaonekana kama anakuja, yani ni mgeni anakuja kutembelea familia hii. Yeye kijana anaitwa Leo, ni rafiki yake na Davis wa muda mrefu sana ise. Walipiga story nyingi sana na kumwambia karibu sana, hii ndio nyumba yangu na mke wangu utamwona muda si mrefu. Ni mrembo balaa yani. Baada ya Davis kumwacha kidogo, sijui kuna kitu kimoja alikuwa anaenda kuangalia pale, ndipo Aria naye akaja. Anashangaa kumwona jamaa ndani mpaka akadondosha juice ambayo alikuwa nayo mkononi ise. Mpaka Leo naye anamshangaa Aria. Sijui ashawahi kukutana sehemu, maana sio kwa kuangalia na huku, sio kwa mshangao huu. Basi mume akawa amerudi, Mr. Davis anauliza nini kinaendelea hapa, mbona kama sielewi nini? Baby shida nini? Anamuuliza mke wake pale. Basi Leo akawa amemjibu rafiki yake kuwa aliteleza vibaya sana, bahati mbaya akawa amedondosha chupa ya juice alikuwa nayo mkononi. Davis akawa amemtambulisha rafiki yake Leo kwa mke wake. Ila macho yao wawili yani wanaangaliana sana, yani kama washawahi kukutana sehemu, sio kwa kuangaliana huko. Basi mke wake akasema asante sana, nimeshukuru, mbona mimi naitwa Aria. Basi Leo naye akasema mimi naitwa Leo. Basi baada ya kutambulishana, Aria alielekea moja kwa moja kwenye chumba chake. Jamaa alivyoangalia wanaona msambwanda balaa. Kumbe bidada naye anamtamani huyo kijana Leo. Na baada ya kufika chumbani kwake akawa anatafakari sana kuhusu Leo. Anakumbuka kuna siku jamaa aliwahi kumzagamua vibaya mno. Jamaa ana show kali, jamaa ana balaa usipime. Kila akikumbuka show ya mshikaji Leo anajikuta mwili unasisimka kabisa, anakosa amani. Anaongea kwa nini huyo kijana ameamua kuja ndani ya nyumba hii? Mimi sitoweza kuvumilia haya maumivu. Kumbe hao washawahi kupendana muda mrefu uliopita, yani ni mtu na ex wake bila kujua kuwa huyu ex wa Leo ndo mke wa rafiki yake Davis na mke wa Davis ndo ex wa Leo. Nini kitaendelea hapa? Marafiki wawili waliendelea kupiga story na kucheka sana. Davis huko hajui kama amemkaribisha shetani kwenye nyumba yake alafu ni marafiki wa muda mrefu sana hao. Baada ya kufikiria sana show ya jamaa, aliamua kuja kuhakikisha kweli kama ni yeye au ni ndoto au akili yake inamdanganya. Aria amechanganyikiwa. Basi Leo akaamua kumwambia Aria kwa nimeenjoy sana chakula, sio unajua kupika. Aria akajibu kuwa kama umeenjoy chakula ndo vizuri. Basi akaamua kuaga kwa ameenda chumbani kwake kupumzika kidogo, maana ndo bado anafika mgeni huyu. Aria na maongeo yake anamwambia Leo kwa umesahau simu yako. Leo akatabasamu tu na kujibu kuwa simu sio kwangu, simu ni ya mume wako Davis. Aria ameshapenda sana amesahau mpaka simu ya Davis wake kisa huyo jamaa. Hii ni balaa kwenye nyumba hii. Alienda moja kwa moja kwa Davis na kumpa kisi ya moto. Usiku Aria aliendelea sana kumwaza jamaa, anakumbuka show ya jamaa Anytime. Jamaa na balaa alimgonga moja ya moto mpaka sasa bado anaikumbuka. Kila dakika tu mwenyewe anakumbuka show ya jamaa. Mume wake akaja na Aria akaanza kumuuliza sana mume wake maswali mengi sana kuhusu Leo. Mume wake anamwambia mbona nishakujibu sana lakini bado unaendelea kuuliza maswali mengi sana kuhusu Leo. Kwani Leo unamfahamu? Ushakumuona? Nishasema ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, au kuna nini mpaka wamuulize sana kiasi hicho? Nimechoka sana wife, kwao niache nilale. Basi mume akawa amelala, ila yeye kabisa bidada Aria yani hapati usingizi, ni anytime anamwaza Leo sana. Anachokiwaza ni kumbukumbu ya mwisho kwao ni ile show aliyopiga na Leo. Siku iliyofuata aliandaa chakula kwa ajili ya Leo kama alivyopewa maelekezo na mume wake. Mume wake ni mfanyakazi, yani tamu anaenda asubuhi mapema sana kazini. Leo akataka kuondoka, ila Aria akamwambia kuwa huwezi kuondoka na tayari nishakuandalia kifungua kinywa. Ila alimjibu shortcut, maana hataki kabisa mazoea naye. Aria alimwangalia na kuongea kwa utaingia kwenye 18 zangu tena, siwezi kuacha kamwe. Mapigo yako bado nayakumbuka Leo, nitakupata tu. Baada ya kijana kukataa breakfast, alianza kuandaa lunch kwa mume wake ndo anakaribia kurudi kutoka kazini sasa. Ila mvalio wa Aria bana ni kushawishi big nyashi palasi. Yani kiuno kinaonekana nini, yani mwanamke ndo anajua kutega kiasi hiki kweli. Sasa Leo hapa hataki mazoea kabisa, maki anajua ni tayari ashakuwa ni mke wa rafiki yake, hata kama wao kupendana, hata kama ni ex wake, lakini hamna haja ya kuwa pamoja, maki wanaweza kagombanisha. Aria anamwambia ulikataa chakula cha asubuhi, lunch ishakuwa tayari, karibu kula. Leo anamwambia kwa nimeshiba. Aria anamsogelea na kumwambia Leo, unajizima data kama unifahamu sivyo? Kwa nini unanikwepa wewe kama hujawahi kuniona? Au nataka nikuchukie sasa? Nitakutengenezea kesi, utaondoka mndani kama unifahamu. Leo anamwambia licha ya kukufahamu kwa sasa wewe ni mke wa rafiki yangu mpendwa, sikuongea na wewe kama mume wako hayupo. Kwa kuongea mimi na wewe mpaka mume wako awepo mndani, kwa sababu mimi nikiongea na wewe unataka uniambie nini, au unataka tufanye nini, au unataka nini kitokee baadaye, kama sio kulaumiana bure na rafiki yangu. Kwa hiyo usitaki uniletea drama zako, mambo jishimu. Alafu kuanzia sasa unatakiwa kutambua kuwa sikujui kabisa yani. Muda huo wanavutana, Davis akafika kutoka kazini. Anauliza mbona kama mnagombana, shida nini? Akaja moja kwa moja mpaka kwa wife akamkiss. Leo akajibu kuwa kila kitu kiko vizuri kiongozi. Mara Aria akawasha moto, anamwambia Davis kuwa nimeandaa kifungua kinywa kama ulivyoniambia, lakini alikataa kula. Sasa alishaandaa lunch pia anagoma kula. Unajua ni kiasi gani natumia nguvu kubwa kumwandalia chakula baby? Alafu kumbuka nimefanya hichi kitu kwa kuwa wewe ndio umeniambia. Umeona? Umetoka hapo umeniagiza kwamba nimpikie nimwandalie chakula kama kawaida, ila yeye hataki kula. Basi Davis akamwambia rafiki yake kwa tabasamu kwa njoo tule bana kaka, wewe acha mambo yako bana. Kama kuna shida yote niambie rafiki yangu, mimi ndo wewe.
Mimi ndo nimempa order kuandalia chakula, mimi ndo nimempa hii order kwamba anatakiwa awe anakuandalia chakula, breakfast, lunch na kila kitu akupe. Basi wakaanza kula moja kwa moja. Aria akamwambia kuwa nimekuandalia juice yako pendwa ya pineapple. Ase akashangaa moja kwa moja. Uliza kuwa wewe ulijuaje juice yake pendwa? Kama kuna kitu mimi sielewi hapa. Wewe ulijuaje juice yake pendwa na ndo bado ni mgeni huyu? Walishangaa sana, ila Leo wakaingilia kati na kusema kuwa tulikuwa tushaongea kabla na shemeji, kwa hiyo anajua juice yangu pendwa ndo pineapple. Basi kijana Davis akampigia simu ya kazi moja kwa moja na kuondoka. Aliwaacha Leo na Aria kwa mara nyingine tena. Aria akajaribu kumuongelesha Leo, ila akamkazia moja kwa moja ni kama kawaida yake na kusimama na kuondoka na kusema asante, nimeshiba. Kama kawaida alianza tena kumwaza Leo na kujifunza mbinu ya kumtega, maana anaonekana mgumu sana na sio rahisi kutegeka. Kila mara anapojaribu kukumbuka ile show ya Leo anakosa amani. Siku nyingine kama kawaida yao, baada ya mume wake kwenda kazini, akaamua sasa kumletea mbinu nyingine ya moto. Anamwambia Leo kuwa nimemisi sana mapigo yako Leo, tafadhali. Najua nilikukosea sana muda ambao tulikuwa kwenye relationship, naomba nisamehe sana mama. Bado nakupenda mno. Anamwambia sawa kuhusu mahusiano yetu. Mume wako ni rafiki yangu sana na anakutapa sana kila siku, ili tukiwa tuko pamoja tunaongea nini anatapa. Unafikiri mimi siku nikija kukuchapa tena afu mume wako akajua, unataka nifanye nini? Au unataka mimi sura yangu niweke wapi kwa rafiki yangu ambaye anamwamini sana, nampenda sana, ni rafiki wa muda mrefu sana? Hayo yalipita. Nampenda sana rafiki yangu na sitaki uwe sababu ya sisi kugombana. Mwanamke alibaki na huzuni sana baada ya kama kumpa makao yake. Ila sidhani kama ataacha kumtega. Kumbe wao ni watu ambao waliwahi kupendana mtu na ex wake. Hiyo ni shughuli. Basi ilikuwa ni asubuhi nyingine baada ya mume wake kwenda kazini. Aria akanunua kinywaji pendwa sana cha jamaa bila kumwambia. Jamaa anashangaa, yani anashindwa kumuelewa dada. Au dada vipi? Ndio anatafuta kupigwa au yani simuelewi. Basi akawa anafanya mambo yake pale, yani jamaa anamshangaa tu. Shuhudia kitakachoendelea hapa. Alienda moja kwa moja na kumpa kinywaji. Mara ya kwanza alikuwa anakataa, lakini ikabidi ndo achukue. Basi akawa anakaa karibu yake pale na anamuongelesha ni kwa sauti ya mahaba nini, unapiga story 1 2 3 nini. Anajaribu kumkumbusha ni mambo ya zamani, labda jamaa anaweza kaingia kwenye mtego, lakini jamaa bado anakaza akawa anamwambia kuwa hebu kwa kudhibitisha kama bado na upendo kwa Zadi unaonunua kwa muda mrefu sana chini bado ipo, hebu angalie, jaribu basi kuigusa. This shows how much I love you Leo alishangaa sana, kwa kweli ni zawadi ya muda mrefu sana hiyo chini akainunua muda mrefu sana yani, lakini bado anayo na hata mwenyewe ndugu mtazamaji ukijaribu kuangalia bukta ya jamaa na gauni la Aria ni aina moja ya nguo, yani ni kama wameenda kushona sare sijui kuna nini kinaendelea kati ya watu wawili. Leo alimkazia sana Aria na kurudia maneno yake kuwa mimi nafikiri nishakwambia ni mke wa rafiki yangu, kwa hiyo naona tu haya masuala ya kutegana tu yaache, sahau kuhusu kilichotokea kati yangu mimi na wewe. Dada alichukia sana na kumwagia kile kinywaji usoni, anasema hii ni dharau sasa unanionyesha. Alifika pale ndugu yake na Aria ambaye ndo mdogo wake, wakawa wanatambulishana pale. Akajaribu kuzoom kabisa, yani anajaribu kuzoom picha ya jamaa, ni kama ashawahi kumuona sehemu. Yana anamwangalia hivi, akawa anajiuliza. Basi jamaa baada ya kuondoka, wakawa wanapiga mastori pale, mtu na dada yake anapiga story kuhusiana na huyu kijana. Bahati mbaya sasa huyu dada naye anaonekana ashaanza kuvutiwa na jamaa. Siku nyingine Leo alichukua mabegi yake na kusema this is too much. Anataka kuaga sasa, kuwa anaamua kuondoka kwenye nyumba ile. Washakuwa ni watu 4 sasa wako ndani. Wanawake 2 pamoja na wanaume 2. Wasijue kapata balaa mitego anayojaribu kumtega huyo bidada Aria. Aria alimwambia kwa nini unaondoka sasa baby? Bwana umeondoka na wakati ulikuwa hujamaliza ni muda wenyewe ambao ulisema kama unataka ukae hapa. Kwa nini unataka kuondoka mapema kiasi hicho? Yeye anamwambia anaona hapa mbele kuna giza. Sitaki kugombana na rafiki yangu, kwa hiyo nataka kuyaleta, anaweza kusababisha tukagombana. Ngoja mimi niondoke. Ngoja mimi niwachieni hapa nyumba yenu. Ondoke niendelee na mambo yangu. Basi Aria akamwambia uweze ukaondoka hapo bila kunikisi. Hebu jaribu basi kunikisi, niage basi hata mara mwisho. Jaribu basi kuwa na moyo wa huruma. Mimi nakupenda sana Leo. Niage basi kwa mara mwisho. Basi kijana Leo akaona isiwe kesi na kumpa hug matata sana. Mbaya zaidi yule mdogo wake na Aria ndo anakuja kabisa, yani amewafumania moja kwa moja. Okay, baada ya kufumaniwa Aria alionekana kuchukizwa sana na kile kitendo cha mdogo wake kuwafuma. Anamwambia mdogo wake kuwa wewe nao umefuata nini huko bana? Karibiana starehe tu. Jamaa aliondoka zake asije akaleta balaa kwenye nyumba ya watu. Tunamuona Leo upande mwingine akiwa na dada mwingine hivyo anapiga mastori sana wanaongea mno. Hatimaye yule dada akawa ameondoka. Huko kwa Davis ni mke ametoka kufanya test na kubainika kuwa na ujauzito. Huko kwa Davis ni mke wa Davis katoka kufanya test na kubainika kuwa na ujauzito. Jamaa
mbaya mno na kumnyanyua mkeo kwa furaha. Sifu sana kwa kila alichokifanya, maki kubeba ujauzito sio jambo rahisi. Kuna wadada wengi sana ambao bado wameolewa mpaka sasa hawajapata ujauzito na muda mrefu sana kwenye ndoa. Kama mkeo amepata ujauzito, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumpa hongera kwa kila alichokifanya. Siku ilipita vizuri sana kwa Davis na mke wake kwa zawadi aliyoamua kumpa ya ujauzito. Siku nyingine Aria aliamua kumpigia Leo kwa ajili ya maongezi kidogo. Leo akawa amefika, kisha akamuuliza, mbona umenipigia simu wewe? Kuna tatizo gani? Kuna shida? Kisha akaongezea kusema kwa Davis kashanipigia simu kwa sasa wewe ni mjamzito. Kwa hiyo hongera sana kwa Davis, hongera sana kwa Aria, hongereni sana nimefurahia sana ile jambo. Aria akamwangalia tu kisha katabasamu, anaongea kwa sioni sababu wewe kumpa Davis hongera. Davis ndio angetakiwa kukupa wewe hongera. Nilichokuitia hapa ni kuambia kuwa ujauzito ni wa kwako. Kwa sasa una miezi 2 na wiki 3. Jamaa alisuka sana kisha akajaribu kuvuta kumbukumbu siku ile aliyomwagiwa kinywaji usoni. Baada ya kumwagiwa kile kinywaji usoni, kumbe jamaa alipiga shukali tena ya kibabe. Alafu bidada anadai kuwa siku hiyo ndio ujauzito uliingia. Leo alisimama na kufoka sana kuwa Davis ni rafiki yangu sana bana. Nafikiri niliwahi kukuambia, na imagine siku ile wewe mwenyewe ndio ulinilazimisha bana. Alafu inawezekana vipi nimechapa tu siku moja unasema unanasa ujauzito wangu na wakati kila siku nalala na Davis? Hilo jambo linaeleweka kweli? Aria naye ameinuka na kumwambia kuwa mwanamke ndiye anayejuaga baba wa mtoto, kwa hiyo kubali ukatae, ujauzito ni wa kwako. Jamaa alihuzunika sana kumpa ujauzito mke wa rafiki yake. Alafu Aria anamwambia sioni haja wewe kuhuzunika, maana hata siku ile nayo ulifurahia tendo. Kinachobaki hapa ni kufanya siri tu, mume wangu asije akagundua kwa ujauzito sio wako wake. Leo anaongea kwa hasira kwa nini umetaka kunitenganisha mimi na rafiki yangu Unafikiri kwenye dunia hii kabisa kuna siri? Yes, imagine nimeweka dosari kwenye maisha ya Davis. Sidhani kama siku moja akija kugundua kuwa nimemfanyia kitu atakuja kunisamehe kwenye maisha yake yote. Alinuka na hasira sana kisha akaondoka Basi nini kitaendelea hapa ndani ya nyumba hii? Ungana nami mwanzo mwisho kwenye channel yetu pendwa ya Peace Worldwide Movies. YouTube jina ni hilo, Instagram jina ni hilo, na Facebook jina ni hilo Peace Worldwide Movies.